Mpenzi mtazamaji, wapenzi watazamaji, kuna wengi wanazama za zamani, hususani wanawatuhumu watoto wa kike kwamba ndio wavunjifu wa ndoa, bila kusahau kwamba hata watoto wa kiume nao wanaweza kuwa wavunjifu wa ndoa. Ninasema hivyo nikiwa na maana moja. Ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika akituhumiwa mtoto wa kike ndiye mwenye tabia mbaya. Lakini swali, je, yeye huyo mtoto wa kike ndiye aliyeumbiwa makosa? Muda mwingine hata watoto wa kiume huwa wanaharibu maadili na kujikuta wanasababisha ndoa kuvunjika. Naomba twende pamoja, ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, uniangalie vizuri na unisikilize vizuri, ila usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Andika Peace Bazo Mpoma TV. Kitu cha kwanza ambacho mtoto wa kiume unapokuwa unatarajia kuingia katika ndoa, fanya hiki. Chunguza kwanza familia hiyo unatarajia kuingia, ichunguze. Cha pili, ukishaiona inakufaa na unafaa kuingia ndani ya hiyo familia, chukua maamuzi, oa mke huyo. Lakini katika kuoa, hapo ndo wengi huwa tunapoteza mwelekeo wa maisha katika ndoa. Mwelekeo vijana wengi huwa wanaupoteza pale tu wanapokuwa wameoa binti na kumweka ndani. Walio wengi huwa wanapoteza mwelekeo wa maisha ya ndoa pale kingali bado ni wabichi katika ndoa. Na watolea mfano mzuri. Kijana anapopotelea ni wapi na anapokosea ni wapi. Naposema kijana namaanisha kijana wa kiume, simaanishi kijana wa kike. Kijana wa kiume unapokuwa umeoa, kumbuka ni sawa na mtu aliyeingia polini na kuchimba ule uyoga, sisi huku kwetu tunaita ikihefu au ikikuvuba, bado kimejifumbata namna hii. Ukakitumbwiza ndani ya mtungi, ukafunika ndani ya mtungi, kikalala ndani ya ule mtungi. Kesho ukifunua utakuta ule uyoga ulikuwa umejifumbata namna hii, umejiachia namna hii. Swali, utautoa vipi ndani ya ule mtungi hali ya kwamba umeshajifunua namna hii, na wakati unauingiza umeuingiza ndani uko umejifumbata namna hii? Vivyo hivyo unapokuwa umeingia kwenye mahusiano ya ndoa ya kuoa mke na kumtia ndani, ni sawa na mtu aliyechukua ule uyoga bado umejifumbata namna hii na kutia ndani ya mtungi, kama ulivyomuoa binti yule bado ni mpole na mnyenyekevu kwao, na kuingiza ndani ya nyumba na kusahau kumtoa, ukamwacha kalala mle ndani mpaka kuna kucha, ndio unafungua mtungi ule, unataka kutoa ule uyoga. Yaani unakumbuka sasa kumpa utaratibu wa maisha yako wewe unayohitaji baada ya mwanamama yule kuingia ndani ya nyumba na kutawala nyumba. Nadhani mnanielewa vizuri watazamaji. Pale anapokuwa ameitawala hiyo nyumba, wewe ndio unataka uweke sheria zako, hali ya kwa mwanzo ulishindwa kufanya kitu cha namna hiyo. Kijana unayenitazama leo, nitakukera, lakini hapo vijana wengi ndipo tunapofeli. Wewe unapokuwa umeoa mke, tia ndani. Ukishamtia ndani, mpe taratibu zako zote unazozihitaji. Bwana, sihitaji 1 2 3, 1 2 3. Usingoje kwa sababu nimeoa mke. Ulikuwa unapenda mpira, unaacha mpira kwenda kutazama mpira. Ulikuwa unapenda kupiga kamnyweso, unaacha kamnyweso. Ulikuwa unazurura mpaka saa 4, unaacha. Kigezo nimeoa mke. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, tayari zile tabia za ujanani sasa unataka kumletea na kumuonesha. Wewe mwanaume umeoa mke, humwambii chochote kile ambacho kinahusiana na maisha yako. Wewe kikubwa nimeoa, umetia ndani hapo. Kinachokuja kutokea ni kitu kimoja tu. Mwanamke anatawala vile ambavyo wewe umemtawala. Anaondoka kuzurura, humuulizi ulikuwa wapi. Haya. Yaani analanda, hujampa utaratibu wote. Alafu baada ya miezi 3 4 unamwambia hapana mke wangu, nahitaji tubadilike, mimi maisha kuzurura sitaki. Ushamzoeza. Matokeo yake ni nini? Mume wangu umebadilika,
Sasa hivi unarudi saa 7 usiku, mke wangu nilikuwa kwenye mpira. Mwanzo mbona ukuwa hivyo? Kwa sababu ulimzoeza mwanzo. Mke wangu sitaki uzurule. Mume wangu umebadilika. Sasa hivi unanizuia nisizurule. Mbona mwanzo ulikuwa unizuii? Ndio, ana haki ya kusema hivyo. Kinachotokea ukinyosha mkono ukimpiga kofi, kauli ni moja. Toka nafika kwako hujawahi kunipiga wala kunizuia. Leo ni nini mpaka unizuie? Leo ni nini? Baba, baki na mji wako. Mwisho wa siku matokeo yake unavunja ndoa. Ushauri wangu, unapokuwa umeoa mke ndani, mpe utaratibu wako mapema ili aishi katika mienendo ile unayoitaka wewe, ndugu yangu. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Na Mungu awabariki sana wajukuu zangu, baba zangu, mama zangu. Asanteni kwa kunisikia. I love you so much. Peace Bazo, Mpoma TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Asante sana. Na wakubali sana. Mengi zaidi